Once again. Naifungua dunia rasmi, tunaona kuna wanachuo walikuwa zao klasi na kulikuwa na huyu teacher anakwenda kwa jina la Chijioke. Ni teacher mzuri, wanafunzi wengi wanamkubali kwa sababu mshikaji anajua, yani ni mwalimu mzuri kweli. Kwa wanachuo wote wamekuwa wakimkubali, lakini hiki chuo sio chuo cha mjini, ni chuo cha kijijini. Kwa vitu vingi ambavyo vimekaa hapa chuoni ni vitu vya kishamba kidogo, majengo ya kizamani, maendeleo hafifu, lakini hivyo wanasoma. Imekuwa ikizoeleka kwamba vyuo vingi sana uoga vinakuaga town, lakini hiki ni chuo ambacho kipo kijijini. Na huyu dada alimwaga mwenzake na alikuja kumwona huyu teacher ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke. Huyu dada anampendaga kweli huyu teacher, anatamani one day aje kuwa mchumba wake, yani aje kuwa mwanaume wake. Na kilichomleta hapa, alikuja kwa sababu ya kuweza kumwomba teacher awe mwanafunzi wake wa ziada, yani huyu dada awe anaenda nyumbani kwa mshikaji anafundishwa. Na sio hivyo tu, atakuwa anamlipa kiasi cha pesa kidogo, na pia atakuwa akimsaidia kazi za nyumbani kama vile kufua, kupika, kusafisha. Ndio hivyo tu, ndio kitu ambacho bidada alikuwa akimwomba mshikaji. Mshikaji aligoma, lakini bidada alimsisitiza zaidi kwamba anachokihitaji yeye ni kufaulu vizuri, yani aweze kupata ufaulu mzuri. So alikuwa akimwomba teacher wake aweze kumpa hiyo favor. Yeye atakuwa anamfulia, anampikia, anamsafishia nyumba yake. Mshikaji jambo lake ni moja tu, kuweza kuhakikisha kwamba anamfundisha huyu binti ili mradi aweze kufaulu vizuri kwenye mitihani yake. Ni kweli bana, mshikaji aliweza kumruhusu. Binti alikuwa akimfuria mshikaji, mwamba anamzumu tu, lakini utoka uamini. Sio kwamba bidada anafanya hivi eti kwa sababu eti anahitaji kufaulu vizuri. Hapana, anafanya hivi kwa sababu anampenda kweli mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke. Mwamba akamwambia nikusaidie, lakini bidada aligoma. Nimeamua kukusaidia, niache nifanye hivyo. Ukinisaidia itakuwa haina maana mimi kuweza kukusaidia. Mshikaji akamwambia basi hakuna shida. Ndio hivyo bana. Na mshikaji akawa anamguza akasema, kiukweli nina imani na wewe na najivunia wewe kweli Amaka. Huyu dada anakwenda kwa jina la Amaka, lakini kitendo cha kuguswa na mshikaji kalijisikia vizuri, eti kalijisikia amani. Furaha yake ni kuwa karibu na huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke. Basi bidada aliandaa msosi kabisa na mdogo mdogo walikuwa wakila. Huyu mshikaji akimwangalia mtoto wa kike anamjali kweli na anamzingatia, licha ya kwamba mshikaji ni mwalimu wake. Na kuhusiana na mafunzo ya ziada, yani mafundisho ya ziada, bidada huaga anamlipa mshikaji, lakini cha ajabu ni kwamba pia anamsaidia kazi zote za nyumbani kama kupika, kufua pamoja na kusafisha nyumba. Basi bana, na time ilipofika bidada kuweza kujichenga, mshikaji alikuwa akimuiskoti akimsindikiza mpaka nyumbani kwao. Lakini bidada usiku akiwa anasoma, muda wote anajikuta na mwanza mshikaji ni mwanaume fulani hivi alivyomgusa pale. Jamani, kamaliza mtoto wa watu. Bidada akifikiria alipomwangalia mkaka huyu, jamani huyu wewe. Bidada alikuwa akimfikiria muda wote ni mwanaume ambaye anampenda, amtoki kabisa kichwani kwake. Ni wakati mwingine tunakutana na udada anakwenda kwa jina la Joyce. Utoka uamini ni kwamba udada alikuwa akitafuta network lakini apati, ni mgeni hapa kijijini. Na mshikaji kakutana naye, mambo vipi? Fresh kabisa, habari yako? Poa poa kabisa. Vipi, kuna shida? Ndio kuna shida, yani simu yangu haikamati network kabisa na kuna kitu inabidi niweze kukituma online kwa sababu ni muhimu kweli. Mshikaji akasema hakuna shida, ongozana na mimi nikakuonesha sehemu ambayo mtandao unapatikana. Kuna mti mkubwa kweli. Huu ndo mti ambao uoga unapatikana mtandao. Kwa maana kama huyu dada anahitaji kuweza kufanya mawasiliano, basi mawasiliano yote atayapatia hapa. Mshikaji alimleta mpaka hapa. Hii ni kawaida kwa vijiji vingi. Mara nyingi network uwaga zinasumbua. Kwa network uwaga watu wanazikuta kwenye mti mkubwa ama kwenye kichuguu ambacho kimesimama juu hewani. Haya ni mambo ya kawaida kabisa upande wa vijijini, yani watu ambao wameishi kijijini au wanaishi kijijini, nadhani watakuwa wananielewa. Huko upande wa nyumbani kwa kina bidada kuna ugeni bana. Na huyu hapa ni mamake na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka. Na huyu mshikaji amekuja hapo kwa sababu ana ukaribu na huyu madha, mamake na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka. Na bidada akawa anatoka zake. Madha akawa anamuuliza, unaenda wapi? Nenda kusoma masomo ya ziada. Si unajua tena lazima nikishe kwamba nasoma kwa bidii mradi niweze kufanya vizuri. Madha akamwambia hakuna shida, ni jambo zuri. Lakini mshikaji utoka uamini alimpenda bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka, na alikuwa akimuomba mamake na Amaka aweze kumpatia ruhusa ili mradi aweze kumuoa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka. Kwake Madha ilikuwa ni furaha kubwa kweli, lakini kwa bidada alitimba mpaka nyumbani kwa mshikaji. Ndo kawaida yake, ndo kitu ambacho anakipenda. Njoo nikusaidie basi. Anapenda kumfulia mshikaji nguo. Ndio hivyo bana. Mwanaume ambaye unatazama hii picha, ukiona mwanamke wako anakufulia nguo, basi ujue kwamba anakupenda sana. Mwanamke kama huyo
usije ukamwacha maishani mwako, kwa sababu ni wachache sana. Katikati ya 100 yuko mmoja tu. Basi kwa mshikaji ilikuwa ni furaha kubwa kweli, na bidada alikuwa akimuomba Mwamba kwamba kisha maliza kufua amfanyie massage ili mradi mshikaji awe sawa. Mwamba alikuwa akigoma, lakini bidada kambembeleza mshikaji, ikabidi aweze kukubali. Basi bidada kamtandikia mkeka pale mdogo mdogo, kaweka mafuta kuweza kufanyia massage, alafu kamwambia lala hapo basi. Mshikaji aamini, ndio hivyo, lala hapo niweze kukufanyia massage, alafu vua shati yako hiyo, una uhakika? Bidada akasema yes. Basi mshikaji akawa anavua, bidada kuangalia kifua nimeona. Bidada kapagawa kukiona kifua cha mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijoke. Aliporudi nyumbani, muda wote anakifikiria kifua cha mshikaji, alikipenda eti. Madhake anamuita Amaka, lakini bidada asikii, wewe Amaka. Bidada ndo akawa anageuka pale, yaani kwamba amezama kabisa, mawazo yake yako mbali. Madha kabaki na mshangao kwa sababu mtoto wake alikuwa akiwaza sana, lakini Madha hicho sio kitu ambacho kilikuwa kimemleta. Kilichomleta alikuwa kimpatia taarifa kuhusiana yule kijana ambaye bidada wakati anatoka wakati wa asubuhi alimuona, na Madha alikuwa akimwambia kwamba yule kijana amekuja, utoka uamini, ni kwamba anahitaji kukuoa, uwe mke wake. Kunioa? Yaani mimi kivipi? Ndio hivyo mwanangu, hiyo ni bahati ya pekee. Yule ni tajiri, sawa ni tajiri, lakini mimi siwezi kuolewa naye. Mimi natakiwa nisome mama, inatakiwa nifanye vizuri. Kiukweli mama, mimi siwezi kuolewa kabisa. Bidada aligoma kabisa kuweza kuolewa na yule mshikaji, na anakwenda kwa jina la Uche. Madha akasema okay, hakuna shida, lakini I'm sorry, utafikiria alafu then utanipatia majibu. Madha akawa anajijenga. Bidada swali la kuolewa halihitaji kwa sababu ana mwanaume ambaye anampenda, lakini huyo mwanaume ambaye anampenda yuko busy na huyo dada ambaye anakwenda kwa jina la Joyce, au unaweza ukamuita Joy. Ilikuwa ni furaha kubwa kweli kwa huyu dada kuwa karibu na huyu mshikaji, na huyu dada kila akihitaji kuweza kuwasiliana na watu ni lazima aje hapa, na ukaribu ulikuwa ni mkubwa zaidi. Mshikaji kamwambia twende nikakutembeze ukakijue vizuri hichi kijiji. Basi mdogo mdogo mshikaji kamchukua mtoto wa kike na kuanza kumtembeza, huko bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka alikuwa na tabasamu kubwa, lakini utoka uamini, alimuona mshikaji akiwa na mwanamke mwingine eti, na akamshika mkono. Alijisikia vibaya kwa sababu hapo alipo alikuwa akielekea nyumbani kwa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijoke. Cha ajabu kamuona akiwa na mwanamke mwingine. Bidada alijisikia vibaya na alikuwa akiondoka akiwa amejisikia vibaya kinoma noma. Ni wakati mwingine, wakati wa chuo, mshikaji alikuwa akifundisha taratibu, lakini muda si mrefu yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Joyce alitimba na alikuwa akimsalimia mshikaji, na pia alikuwa akimuita mshikaji. Akamwambia kuna shida, nitakuja, tulia, maliza kazi. Bidada kugeuka, anamuona tena yule mwanamke ambaye alimuona na Chijoke siku ya jana. Bidada alijisikia vibaya, lakini mshikaji ikabidi aendelee na kile ambacho alikuwa akikifanya, na time ya kutoka ilikuwa imetimba. Kila mtu alikuwa akijichenga. Mshikaji yuko Bennett muda wote na yule dada ambaye anakwenda kwa jina la Joyce. Kwake bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka ilikuwa ni huzuni, anajisikia vibaya. Rafiki yake akimpa story, akimwelekeza, akimwambia baadhi ya vitu, lakini bidada anajisikia vibaya akimwona mshikaji akiwa na mwanamke mwingine. Huko nyumbani yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Uche alizidi kuwa karibu na familia ya kina bidada ambaye anaitwa Amaka, na familia nzima ilimkubali kabisa. Muda si mrefu bidada katimba na akawa anamsalimia mama yake hapa. Mshikaji kila akimwangalia huyu dada anapagawa, yani kazama mazima. Huyu dada alivyokuwa ni mrembo, ni chombo, na bidada akawa anamsalimia, habari yako Uche? Salama. Basi ngoja tuache jamani, twende huko wewe unawabuguzi watu, tulia, shemeji yako aongea na dada yako. Basi mdogo mdogo wakawa wanajichenga. Basi bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka ikabidi aweze kukaa kumsikiliza mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Uche. Mwamba limefly kweli kwa karibu na huyu dada. Kwa kweli nimefly kweli kukutana na wewe bidada. Sawa. Kiukweli wewe ni mwanamke mrembo. Vipi, unasomea nini? Bidada akasema nasomea biashara. Oh, jambo zuri. Ni jambo zuri kweli. Nimependa. Hata mimi mwenyewe nilisomeaga biashara. Bidada akanamuuliza vipi, unafanya biashara gani? Mimi ni mfanyabiashara mkubwa na nina kampuni kubwa kweli. Bidada akawa anampongeza mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Uche. Na utoka uamini, Mwamba alizidi kuwaletea mazawadi familia elimnadi aweze kumpata huyu mtoto wa kike. Kila siku mazawadi, mavyakula. Bidada akiangalia kinyonge kwa sababu anajua hivi vitu vinaletwa kwa sababu yake, na akikaa vibaya ataolewa na huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Uche. Na wakati huo mwanaume ambaye anampenda ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijoke.
huku mwanaume ambaye anampenda yuko na yule dada mwenye nyashi la kufa mtu, na mdogo wake na bidada Amaka ambaye anakwenda kwa jina la Tosin. Alimuona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke akiwa na mwanamke mwingine, na unajua kabisa kwamba mshikaji dada yake anampenda kweli. Alikuja moja kwa moja kwa dada yake na kuja kumchana makavu. Hivi unajua, nimemwona yule mwanaume wako ambaye unajifanyaga unampenda sana, nimemkuta na kidem kingine, utoka uamini, wameshikana mikono kabisa. Lakini kile kidem kwa kweli dadangu ni bonge la pisi, hata mimi nilimpenda kikweli. Nilivyomwona mwili wangu ulisisimka, nikaona tafikiri ningekuwa mimi ni bonge la pisi. Ni mzuri dadangu, wewe ni ndani kabisa. Wewe mpumbavu nini? Yaani unamsifia mwanamke mwingine kuliko dadako? Hapana, lakini ukweli usemwe, ana bonge la nyashi, ni mzuri, mtoto anavutia. Nitokee, ondoka sasa hivi, nitokee hapa. Kwani dada shida nini? Tushinda kumsifia mtu, ndakubonda na nyanya. Amna bana, nitakubonda. Uweze kuamini kwamba bidada akawa anambonda mdogo wake pale kwa sababu alikuwa hataki kusikia anamsifu mwanamke mwingine mbele yake, tena mwanamke ambaye anatoka na mpenzi wake. Bidada alijisikia vibaya kweli, akujisikia vizuri, akupenda kile ambacho mdogo wake alikuwa amemwambia. Siku nyingine tena bidada alikuja nyumbani kwa mshikaji na alikuwa akigonga hapa, lakini cha ajabu alitoka bidada ambaye anaitwa Joyce. Alijisikia vibaya kweli Amaka. Vipi, habari yako? Salama. Vipi, kuna mtu namtafuta? Ndiyo, namtafuta Chijioke. Ametoka, ameenda kununua kitu. Si unajua huwezi kunjunjana bila kushiba. Basi asante, mimi naenda. Kama kuna jambo unaweza kuniambia, mimi nitamjuza. Amna, hata usimwambie kabisa kwamba nimekuja hapa. Alafu bidada akawa anajichenga kinyonge pale. Vipi tena? Bidada alifika nyumbani, alikuwa anawaza kweli. Alijisikia vibaya kinoma noma kumkuta mwanamke mwingine kwenye nyumba ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke. Anasoma akiwa na huzuni, furaha imetoweka kweli. Madhaki alibaki anashangaa. Una shida gani mwanangu? Utakiwa kuwa na stressi. Mwenzio kaja anahitaji kuweza kukutoa out. Lakini mama, siendi popote. Hamna cha siendi popote. Vaa nguo nzuri, upendeze, utoke na mwenzio. Alafu bishanga zakawa namtafutia mtoto wake nguo nzuri ili mradi aweze kutoka na yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Uche. Basi bana, bidada alitokea mtoko. Basi mshikaji alifurahi vibaya mno. Akajua sasa mtoto si ndo huyo hapa, sinaenda kupata mtoto sasa. Basi bidada akazama mpaka kwenye ndinga na mshikaji akawa anafunga mlango pale. Utoka uamini, ilikuwa ni furaha kubwa kweli kwa mshikaji pamoja na huyo bidada. Wakati wako njiani walikuwa na furaha ya kutosha kabisa, lakini walipokuwa njiani walikutana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke akiwa na Joyce. Bidada kuwaona tu, utoka uamini, akawa anamwambia mshikaji, nirudishe nyumbani. Unamaanisha nini? Nimekuambia nirudishe nyumbani sasa hivi. Kwani shida iko wapi? Utaki kunirudisha? Nashuka mwenyewe na Luka. Okay, poa. Na kurudisha nyumbani. Bidada baada ya kuweza kumuona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke, alijikuta amejisikia vibaya, alikasirika, akupenda, akajikuta hayuko poa kabisa. Na mshikaji alimleta maskani. Bidada aliingia ndani akiwa na hasira. Hakuna mtu ambaye alimsalimia. Alikasirika kumuona mshikaji ambaye anaitwa Chijioke akiwa na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Joyce. Nini ambacho kinaendelea? Na madha alikuwa ni mkali kweli. Kwa nini umemwambia mwenzako kwamba aweze kurudisha nyumbani wakati alikuwa akikutoa out? Ni mwanamume pekee ambaye ni tajiri kwenye hichi kijiji. Kwa nini unachezea bahati wewe? Kwa nini unafanya vitu vya kipumbavu? Hiyo ni bahati ambayo imekuangukia wewe. Hapana, mimi sio mwanamke ambaye kama unavyofikiria wewe mamangu. Alafu huyo Uche sio mwanaume wa ndoto zangu. Mwanaume gani ambaye ni wa ndoto zako? Yupi huyo? Sema sasa hivi. Ni mwanaume gani ambaye ni wa ndoto zako? Bila kamwangalia tu madha yake pale, kaona kama vile anamtibua. Basi bidada akawa anajichenga. Hivi dada yako ana akili kweli? Yaani anaanza kusema kwamba eti sio mwanaume wa ndoto zake. Anamjua mwanaume wa ndoto zake huyo. Huko bidada utoka uamini kwamba alitimba nyumbani kwa mshikaji. Mwamba kabaki anashangaa. Nini tena hapa? Nilikuwa nakusubiri uweze kurudi. Unanisubiri mimi? Vipi, kuna shida yote? Kuna tatizo? Hapana, hamna tatizo. Ila kikweli nimejikuta nimekosana na mamangu, na yote ni kwa sababu yako. Yaani we ukosana na mamako kwa sababu yangu kivipi yani? Kivipi? Kikweli mimi mamangu eti amenitafutia mwanaume eti anioe. Na mimi siwezi kuolewa naye kwa sababu sio mwanaume ambaye nampenda. Mimi ninahisia na wewe eti. Nakupenda sana Chijioke. Wewe ndo mwanaume ambaye namhitaji kwenye maisha yangu. Tafadhali Chijioke, naomba uwe na mimi eti. Nakupenda Chijioke. Mwamba haamini. Bidada kamtamkia kwamba anampenda. Mwamba haelewi ajibu nini. Vipi, mbona usemi chochote? Sema kitu basi. Sema kitu. Mshikaji haelewi nini ambacho akiseme. Atasema nini eti? Kikweli nawezaje kuwa na wewe? Kivipi, unamaanisha nini? Sema kitu basi. Kwamba unampenda yule mwanamke au yule ndo mwanamke ambaye unampenda? Wakati wote nakuwa karibu yako, unakuja kumpenda mwanamke ambaye amekuja siku moja tu. Kweli?
unanifanyia hivi Chijioke? Tafadhali sema kitu basi, zungumza chochote. Sielewi nini ambacho nikiseme, sina hata kitu ambacho naweza kusema. Bidada akagundua tu kabisa kwamba huyu ni mwanaume ambaye hampendi, anampenda yule mwanamke ambaye alimuona naye mara ya mwisho. Bidada alijisikia vibaya, akawa anaondoka kwa hasira. Mshikaji alitamani walau hata amzuie, lakini ilikuwa ni ngumu. Bidada kakasirika kweli. Unadhani ni atakifanya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amaka? Kwani kagundua kwamba mshikaji ampendi na anampenda mwanamke mwingine. Je, bidada ataamua kuolewa na mshikaji ambaye anaitwa Uche au nini ambacho atakifanya? Kwa sababu mamake anahitaji aweze kuolewa, na yeye alikuwa kigoma kwa sababu mwanaume ambaye alikuwa akimpenda ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chijioke. Mimi nadhani ongozana na mimi mpaka mwisho, tutajua bidada ni maamuzi gani ambayo atayafanya. Usibonyeze kitufe chochote, na hii picha ni kali vibaya mno. Kadri tunavyozidi kwenda mbele, hii picha yetu ndio inazidi kuwa kali. Hii balabala.